Ni kuomba Mungu atusaidie kuoperate in our rightful season. Kuoperate, kuelewa kile ambacho tunapaswa kufanya wakati huu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Pokeeni roho itakayowawezeshea kuelewa majira. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Na huyo roho ataenda pamoja na sisi. Atatusaidia. Tutaingia katika majira timilifu. Tutatembea na Mungu katika majira yenye anaruhusu na angependa tutembee na yeye. Bwana asifiwe. My last scripture ambayo ningependa tusome siku ya leo in the book of Ecclesiastes chapter number 3 verse number 10. Hallelujah. Amen. Kuna mtu anasaidika? Yes. So usijifananishe na mtu yoyote. Yeah? Yes. Verse number 11. Amen. Ecclesiastes niliwaambia ni kwa Kikuyu ni Koheleth, kwa Kiswahili ni kuhubiri, kwa Kiingereza ni Ecclesiastes. Kwa Kikuyu kijaribu kutafuta nini hiyo mtungati, huwezi pata, unajua direct translation ni mtungati, sio preacher, mhubiri, sio? Hauwezi ukapata, utapata Koheleth. Hallelujah. Amen. Na kwa Kiingereza utapata Ecclesiastes. Kwa Kiswahili utapata kuhubiri. Chapter number 3 verse number 11, Bible inasema, yet ningependa tusome sisi wote. Hiyo tutamkia tunapomalizia 1 2 3. Yet God has made everything beautiful for its own time. He has planted eternity in the human heart. But even so, people cannot see the whole scope of God's work from the beginning to the end. Wacha nisome kwa Kiswahili. Bwana asifiwe sana. Tunasaidika? Yes. Unajua ukijua hivi vitu huu, utakuwa umemalizana na wasali. Utakuwa umemalizana na waonaji. Utakuwa umemalizana na wale watu wanakuambia ukifanya hii utafanya, utapata hii. Ukifanya hii utatokezea pale. Utakuwa umemalizana na hii. Utakuwa unajua niko na operate. Niko kwa season gani? Bwana asifiwe sana. In the book of Ecclesiastes kwa Kiswahili Mhubiri mlango wa 3 mstari wa 11, Biblia inasema kila kitu amekifanya kizuri kwa hebu turudie, kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ili kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anavyoifanya tangu mwanzo hata mwisho. So Mungu ameficha kazi yake. Na ndio Biblia inasema it is the glory of God to conceal a matter, and it's glory of a king to reveal a matter. Bwana asifiwe sana. Amen. Are you getting me? Yes. Bible inasema ya kwamba Mungu amefanya vitu vizuri kwa wakati wake. So angalia mwenzako mwambie kuna wakati wa Mungu. Sasa tunajiuliza hiyo swali, sasa tutatambuaje wakati wa Mungu? Amen. Ndiye anataka tutembee kwa imani. How are we going to understand the season of God? Mungu huwezi kutembea alafu uingie kwa majira yake. Unaweza potea. Lakini wakati unatembea kwa imani, he wants us to walk by faith. Praise the name of the living God. To what? Ukiangalia hata watumishi wakubwa wa Mungu, wenye Mungu aliwaita, alikuwa anawaita anawaambia toka katika nyumba ya baba yako. Mmoja wao ni Ibrahim ama Abraham. Biblia inasema anamwambia toka katika nyumba ya baba yako na mama yako, enda mpaka ile nchi nitakuonesha. Immediately jamaa anatoka, anachukua bibi yake, anachukua ile wajakazi wake, ng'ombe zenye alikuwa nazo, anatembea. Na Mungu alimwambia tunaenda na wewe, nitakubariki huko mahali nimekuambia nitakubariki. Praise the name of the living God. Sasa ilibidi Abrahamu aingie kwa season ya Mungu, but the next thing kuingia kwa hiyo season, hawezi ingia tu na ukae, inabidi uanze kutembea na Mungu. Na unatembea na Mungu namna gani? Unatembea na Mungu kwa imani. So for us to see or to discern the times of God, we need faith. Luka tunaomba mwambie unahitaji imani. Simwambie vizuri, mwambie unahitaji imani. Haya, hiyo sauti tunasema mwambie unahitaji imani. Hallelujah. We need to walk by faith, not by sight. We are supposed to walk by faith towards that which God has really released upon
upon our life. Kile Mungu ameweka mbele yetu kuingia kwa hiyo season, kile ambacho tunahitaji itatusukuma pale ni kitu inaitwa imani. Bwana sio. Na tunajua kwa Hebrews chapter 11 verse number 1, Biblia inasema imani ni nini? Imani ni kuwa na uhakika na mambo unayoyatarajia. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana asifiwe. Yaani Mungu anakuambia twende, alafu unasema sasa tunaenda wapi? Mungu anakuambia twende, na unaanza kuenda, na unaanza kutembea. Ni kama unachanganyikiwa, ni kama umepotea. Na ndio hata mwimbaji akasema naona hivi tu kama maono. Kumbe ndivyo. Bwana asifiwe sana. So kuna zingine ni kama ndoto, ni kama uelewi, haujui vile unaenda, but be rest assured utakifikiria wakati unamwamini Mungu ambaye anaenda pamoja na wewe hata katika hiyo season. Praise the name of the living God. God makes things beautiful in his own time. Mungu anafanyanga vitu zinakuwa nzuri kwa wakati wake. Na ndio unaona kuna wakati hata wewe kama mama, amen, unaombea maybe mume wako aokoke. Wakati ya kuombea mume wako aokoke, wewe omba. Kazi yako ni kuomba. Omba mume wangu aokoke. Hata ukiomba leo, alafu hiyo siku nyingine anakuja anaanguka kwa mlango, kazi yako si kung'ang'ana ati Mungu sasa, yaani maombi tena ndio matokeo. Si hivyo, hakuendiki hivyo. Biblia inasema Mungu anafanya vitu vizuri kwa wakati wake. So kazi yako ni kumuomba Mungu. Na kazi ya Mungu ni kuokoa mzee wako. So kila mtu afanye pati yake. Hebu angalia mwenzako mwambie fanya pati yako. Mungu anafanya pati yake. Amen. Wewe kuna watu wanataka wakisema God, huyu mzee nimemweka mikononi mwako. Nimemng'oa kwa ulevi. Nimemng'oa kutokana na wale marafiki wabaya. Nimemtenganisha na kila kazi ya uovu. Kesho unatokezea hivi, alafu unaona mzee wako ametoka katikati yao watu. Anafanya kuja. Anasema mke wangu nimewacha pombe. Wala sio. Okay, kazi yako ni kuomba, lakini Mungu ndio kazi yake. Kazi ya Mungu ni kuokoa. Si ndio? Hebu angalia mwanzo mwambie tambua majira. Alafu mwambie tusichanganye vitu. Wewe omba. Alafu Mungu atafanya. Lakini sasa kuna watu wanataka vile wanaomba ni kama pia hiyo maombi ni kama sasa hao ndio wanafanya tena kwa hiyo maombi. Ende kuchukua huyo mzee. Ni vizuri kuiona, unaiona, unaona mzee ndio huyo amechukuliwa, unamleta kwa maombi. Amen. And then Mungu anakuja anasema, "Ya, huyo mzee hapo pale, do you know that maybe huyo mzee ndiye atakuingiza mbinguni." Atakusukuma karibu na Mungu sana. Tambua majira. Amen. Hautasumbukana na Mungu na hautasumbua Mungu ukielewa majira. Ukielewa vile Mungu anafanyanga kazi. Hautasumbukana ukikimbia sijui Nairobi, sijui unakimbia Kakamega, atuache niende kwa mahali fulani wanione. Hautakuwa na hizo shida. Utakuwa unaelewa majira. Na Yesu alikataza, alisema msikimbie. Wakati watu wanasema ati Yesu wako sijui Nairobi. Yesu ukisikia watu wakisema sijui hapo Eldoret, sijui hapo wapi, usikimbie, maana Yesu ako na wewe. He is inside you. Bwana Yesu asifiwe. Watu wenye wanakimbia, si ati wanakimbilianga Yesu, ni muujiza wanakimbilia. Na wanasahau wako na mwenye amebeba muujiza. Bwana Yesu asifiwe. Na mwenye amebeba muujiza at the right time he will come. In the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. He makes things beautiful at his own time. Ningependa hiyo ikuwe hiyo verse. Wakati mtu anakukimbiza unamwambia no, God makes things beautiful at his own time. Mwingine anakuambia bana changamka, unamwambia bana please wait, God is not yet finished with me. He will make things beautiful. Bwana asifiwe sana. Yes. Hallelujah. Amen. Are we together church? Yes. Na mimi nitamngojea Mungu mpaka mwisho. Nitamngojea nikifanya, exercise my faith. Lakini mimi najua hatima yangu is assured. Praise the name of the living God. Mama ya hatima nilimalizana naye. Mimi ni kutembea na Mungu mpaka nifikie kile ambacho amenishikia. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mkono sema nitatembea kwa imani. Nitatembea kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. As the church of Jesus Christ, we need to walk by faith so that we can enter into the times of God. Tuingie katika time ya Mungu.
kielele, hana spidi. Yeye ni Mungu. Hakuna kitu inampata na surprise. Bible inasema yeye ni Alpha na Omega. Yeye anajuanga mwanzo na mwisho. Anajua kila kitu. Sasa hiyo hali inakusumbua, inakufanya hata unakosa usingizi. Kwa yeye alitingizi. Kama ile ya Yesu wakati alikuwa anaenda kwa msalaba, yeye kumtingiza katika kiti chake cha enzi na mtoto yake alikuwa anachinjwa. Wewe hapo niambia tu kulala njaa siku moja sasa itafanya Mungu asikue Mungu. Bwana asifiwe sana. Inaweza kuwa ndio kitu yenye Mungu anaitumia ya kukusukuma kwake. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Praise the name of the living God. Nataka unakaa unaangalia shetani kwa macho na mwambia toa kielele yako mbele yangu, nitangojea Bwana. Nitatembea na Mungu. Nitangojea right time ya Mungu na kwa imani nitakutana na kile ambacho Mungu alisema nitapata. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So we need a discerning spirit. Tunahitaji hiyo roho aingie katika maisha yetu. Roho wa kutambua majira yenye tuko ndani. Mnaniget? Mzee wako huyu ataokoka. Ninasema mzee wako ataokoka. Amen. But at the right time. Amen. Na the right time inaweza kuwa leo, inaweza kuwa kesho, inaweza kuwa kesho kutwa. So hiyo isikusumbue. Ndani ya moyo wako wacha isettle, ujue ya mzee wako tunaenda naye mbinguni. Nitaendelea kumwombea at the right. Amen. Na alafu imani inakupeleka mpaka unaona vile hapo anainua mikono mbinguni. Hata upokea mbinguni unapokea. Unamwona vile Mike alikuwa anakorogewa vitu huko kwa pombe anakunywa. Unamwona akiinua mikono katika uwepo wa Bwana. Hiyo ndio imani sasa. I'm seeing my man. Alafu unajua imani inakupelekanga huko. Imani ni bayana ya mambo ambayo macho hayoni hapa. Imani inakupeleka. Unaona wewe mzee hapo anainua mikono. Haleluya. Unaona mzee akitwanga ndimi. Unaona wewe mzee akilala katika uwepo wa Mungu. Lakini sasa adui anataka ukiomba. Amen. Iape hapo. Adui anatokezea, anakutrick. Alafu anakufanya uanze kuona ni kama Mungu hafanyi. Wapendwa, Mungu anatenda. Japo kwa wakati. He makes things beautiful at his own time. He makes things beautiful at his own time. Ecclesiastes is your verse. Ecclesiastes chapter number 3 verse number 11. Yet God has made everything beautiful for its own time. Mungu anafanya vitu sawa sawa kwa wakati wake. Kile angependa ni sisi tutembee kwa imani tukielekea kwa ile nyakati ambazo ametuwekea. Bwana Yesu asifiwe. Na usisahau kuna wakati wa kupanda, kuna wakati wa kuvuna. Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa joto, kuna wakati wa baridi. Kuna wakati Bwana asifiwe sana. Kuna wakati wa mvua na kuna hiyo wakati mwingine wa hali. Hali ile wakati ya joto kali. Seasons zinapia in our life. Amen. Na mimi nikikuwa season ya hali, usitake ni mahindi zitokezee ndani yangu, matunda zitokezee. No, hiyo ni wakati ya kuandaa mashamba, ni wakati ya kutengeneza vitu zangu. Nina operate in my time. Praise the name of the living God. Are we together? Yes. So angalia mwenzako mwambie watu wasikupatie headache. Haujamwambia vizuri. Na usiogope kumwambia mimi nimekuambia mwambie, hata nikwambia wewe sema niambie unamwambia ni pastor niambia nikwambia. So usiogope mwambie watu wasikupatie headache. Kwa jina la Yesu Kristo. Praise the name of the living God. Maana Mungu wetu angependa tutembee. Kama Mungu mwenyewe anajua the right time. Also as his children we must understand the right time. We must understand the right time. Bwana siwe sana. Ndio sikimbienge huko tu kwa church, lakini hata sasa hivi tunaongea hivi akili ishaenda huko Kisumu. Usijua na kazi sana nasema nikikaa hapa nikitoka hapa hizo vitu zitakuwa zimekuwa settle. Yes, zitakuwa settle but at the right time. Are you getting me? Praise the name of the living God. May God arise to fight our battles. Cha muhimu ni sisi kutembea na yeye kwa imani. Tunatembea. Tunasema leo hatuko mahali tulikuwa tunatakiwa kukua, lakini pia hatuko mahali tulikuwa. Amen. Tuko mahali Mungu ametushikilia tu. Hapo anatembea na sisi. Tutafika, tutatokezea. Bwana Yesu asifiwe. Na mimi nataka kutangaza majira yenye Mungu anaileta katika maisha yetu. Hiyo imani anainua katika maisha yetu itatusongesha katika kile ambacho Mungu ameweka katika jina la Yesu.
Praise the name of the living God. While the earth remains, seed time and harvest time, cold and heat, summer and winter, day and night, it will not cease. Itabakia. Hawezi kubadilisha. Hata unaona hata Amerika na teknolojia yake yote hawawezi kubadilisha hizo seasons. Wasema sasa tunataka tutembe. Tutembe na usiku irudi mchana, mchana irudi usiku. Hawawezi. Mungu alishasettle hiyo. Amen. Pia maisha yako Mungu kuna vile ameiweka, ameisettle, kuna vile ameiweka. Hata ufanye nini? Haiwezi pigwa mkono wa Mungu ikiingize ilete wakati nyahapo anataka ikuje. Ataiangusha tu ile wakati yenye alikuwa amekusudia. So angalia kwanza kumwambia vumilia. Na ndio kuna tunda la uvumilivu. Wala sio. Unajua watu wanakuwa na haraka sana. In fact kama kuna topic yenye watu watakini ya uvumilivu. Wanasema utapokea. Receive. Wanasema I receive. Watu wana receive, lakini wako wana receive ile yenye imeandikwa kwa Isaya. Tulikuwa kama watu wenye tuko na mimba, lakini mwishowe tukazaa upepo. Unazaa baridi. Yaani imagine uko na ile uchungu ya kuzaa. Uko mpaka expectant tumbo iko sawa. Unaenda mpaka kliniki wanapima iko kitu. Lakini ile wakati ya kuzaa upepo. Hatutazaa upepo kwa jina la Yesu. Amen. Tutangojea time yetu. Tutavumilia. Kama Mungu alifanya Abraham avumilie na yeye alimwambia atoke kwao. Mimi na wewe ni nani? Si lazima pia tutembee na Mungu. Kuna vitu vya Mungu anataka kutoa ndani yetu. Amen. Mungu ana haraka. He has settled everything for you. Yes. Hallelujah. Ni wewe utembee na yeye kwa imani pole pole mpaka ufike. Amen. Na kuna mtu alisema Mungu ni mzee. Mwambie Mungu ni mzee. Okay, sijakunisha mama. Unajua jina mzee nikisema wazee hapa ni style tu wanaume ndio wanaamka peke yake. Hata wamama wanaamka. Because hiyo term ni new term. Praise the name of the living God. Na Mungu ana haraka. Sinaona mzee mtoto wake anamwambia dadi tuko tunakwisha. Sinaona mzee tu amemwangalia tu hivi. Na ndio kuna kabisa mko wa Kikuyu wanasemanga kwamba kile kijana anaweza ona akiwa juu ya mti. Bwana sio sana. Yaani mzee kijana haezi ona kile mzee anamuona hata akiwa juu ya miti. Wakati mzee amekaa chini. Yaani mzee amekaa hapa chini na kijana hapo juu ya miti, hapo anaangalia. Kile mzee anaona kijana atakiwa juu ya miti asione. So Mungu ni mzee. Ni mzee wa miaka. Yes. From everlasting to everlasting. Yes. So lazima atembee na sisi. Anajua kila kitu ni alfa na omega. Yeye ni mwanzo na mwisho. Lakini tukimwaminia atatufikisha. Our destiny is assured. Our destiny is guaranteed. Praise the name of the living God. Amen. Our God can be trusted. Our God can be trusted. Amen. Nasema Mungu anaaminika. Amen. Mungu anaaminika. Yes. Tumwamini na tuingie kwa majina yake. Oh, yes. Katika jina la Yesu. At the right time he will come. Hebu mkono sema at the right time. My God will come. Rudia kwa sauti nzuri sema at the right time. My God will come. My God will come. Hiyo ndio dawa ya mapepo ikikuja kukuongelesha usiku na unaanza kama umechelewa unasema at the right time God will come. Atakuja. Hata mimi natembea na wewe Mungu natokezea. Na mimi naamini kuna vitu ameniwekea on my 70s. Yes. Nitatembea mpaka huko nizifikie. Na sitatembea tunatembea na mkongojo mkongojo. Nitakuwa na nguvu tu kabisa mpaka nizifikie. Amen. Na nitakuwa na meno zenye nitakiwa nikulie hizo vitu ya hiyo wakati. Sitakuwa ninakula nitakuwa nafanya hivyo. Meno sawa sawa. Alafu macho pia sasa tutakuwa imepotea. Nitakuwa naona tu kabisa. Amen. Na masikio pia itakuwa inafanya kazi inasikia kila kitu. Sikwambia sema umesema hakuna kitu kama hiyo. Ukisema kitu nakwambia tuna convert. System yangu itakuwa sawa sawa. Praise the name of the living God. I can see that one in faith. Amen. At the right time, God will come. Amen. Are you getting me? Yes. Are you getting me? Naombea hii kanisa inaenda mbali. Amen.
Wewe mama unaenda mbali. Wewe mzee unaenda mbali. Wewe kijana unaenda mbali. At the right time. Mimi nawaambia bwana, in my 7 systems zangu zitakuwa zina watu zote. Hata kuna mtu anasema kulingana na biology na science. Wewe sema hivi, mimi nasema neno. Amen. Sasa tunasema Moses wakati alikuwa miaka 120, macho yake ilikuwa inaona kama alikuwa kijana. Kwa nini usichukue andiko kama hiyo alafu unasema it work on my life? Bwana Yesu asifiwe. Bwana anasema Musa alikuwa anapanda kwa mlima. In fact alikuwa anamwambia panda mlima. At his 120 jamaa anatembea anapanda mlima. Akiwa sawa, nguvu zake zilikuwa sawa. Lakini unataka tuko vipi? Mpaka sauti inachange hiyo. Unaongea ukitetemeka. Hiyo itakuwa portion yako kwa jina. Amen. Bwana sio. Hii ndio maneno hii maneno ndio unasikia iko neno la uzima. It brings life in our life. Inakupatia maisha wakati ambapo watu wanakatishiwa maisha. Neno linakupatia life. Amen. Na nimwambia Mungu ni mzee. Lakini ameketi katika kiti cha enzi ameshikilia dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutatembea kwa majira yetu katika jina la Yesu. Amen. Mimi namalizia hapo. Lakini nataka nikuambie kwamba usisumbukane na vile ulimwengu inaenda. Mtu akikupita unamwambia this is a highway, pita enda. Niko na kuja. Nimalizika story kwa dakika 2. Bwana asifiwe. Kulikuwa na huyo mzee mwenye alikuwa waliambiwa wanaenda safari the other side. Hallelujah. Amen. Wako wanakimbia, kulikuwa na watu hapo ndio wakamwambia yenye nakuqualify kupita ile side nyingine lazima uwe na msalaba. Sasa wakapelekwa, tunaelewa kwa makaburi. Kuna kuanga na watu sijui kwa nini watu wamepeleka misalaba kwa makaburi. Sijawahi elewa. Ama ni hiyo maandishi hiyo. Unajua msalaba wa Yesu. This is a symbol for Christian. Kile Yesu alitufanyia sisi. Lakini sasa wamepeleka kwa makaburi sana. So wakapeleka hawa jamaa wengi. Alafu wakapeleka kama hapa Kibome. Mahali kuna misalaba. Sasa jamaa walikuwa wanang'oa because hawezi enda kwa ile safari bila msalaba. Sasa watu chenye ilifanyika walikuwa wanakimbilia, unaona mtu anasema safari ni mrefu. Watu wanachukua tule msalaba tudogo. Lakini sasa safari mrefu na napeleka hapo na msalaba mkubwa. Sasa watu wakapika. Sasa kuna mzee mmoja, unajua wazee wa kimbii hawana maneno, time hata nguvu ya kukimbia hana. Akatembea kama wamechukua msalaba zote. Kwenye kulikuwa kumebaki hapo, kumsalaba mkubwa. Mzee akaangalia, akasema sasa qualification ni kubeba msalaba. Tuko pamoja mpaka hapo? Yes. Bwana asifiwe sana. So akachukua ile msalaba akaiekelea kwa mabega. Hao wengine wako tunazao. Walishakimbia wakaenda, hata mzee hawaoni anywhere. What happened? Wakati walienda, kumbe in between mahali wanaenda na hiyo upande mwingine walikuwa na bahari. Okay, si bahari kama mto. Kalikuwa kama mtoni. Na hiyo mtoni hakukuwa na daraja ya kukurudisha the other side. So majamaa walienda kitambo, ikachukua kama siku 2 hivi siku 3. Sasa wao washafika, lakini sasa mzee naye ile msalaba yako naye mzito, hapo anabeba polepole, akiwekako chini, anaenda, anawekako chini, anaenda, anawekako chini. So finally what happened? Akafika. Akapata majamaa wamehama, hawajafika kumbe. Msalaba inaenda naye ilikuwa ndogo, haiwezi elewa upite. So alifanya nini? Mzee akakuja, akaangalia kama yaani watu walipita wakakimbia ndio. Chenye alifanya tu akatoa ile msalaba yake, ilikuwa inatoshea kwa ile mto. Akanalisha msalaba. Na mzee akapita. Na akaruka hiyo side nyingine akavuta msalaba yake. Na akaenda. So angalia mwenzako mwambie, hata kama wamekutangulia kutangulia sio? Sasa usimsikishane na gari na usimsikishane na hiyo sijui hiyo. Wewe vile umebeba. Amen. Enda tu polepole tu. Hata mzee ilifika kwa safina. Enda tu polepole tu. Enda polepole kama snake. Ilifika kwa safina. Kita zilikuwa, wananiambia kita ilifika saa ngapi kwa safina? Mapema kwa sababu hiyo kitu
Bwana siwe. Chura ikifika kwa safina kwa sababu gani? Hiyo chura inaendana. Sasa imagine ilikuwa kama Nairobi na safina iko hapo. Ifika ukataka. Na ndio maana Biblia inasema nini? Safina ilijengwa kwa miaka 100. Ndio sasa Mungu ilibidi aanze kuleta hizo vitu polepole. Bwana siwe sana. Na ukiona chura, ukiona snake inamaanisha zilikuwa kwa safina. Praise the name of the living God. Na kwa angalia mwanzo mwambie twende. Kwa jina la Yesu Kristo. Mungu awabariki. Amen. Understand? Can deserve the seasons. In Jesus mighty name. Umesaidika? Yes. Mungu asikusumbue, si ndio? Unatembea na mtu mwambie niko na Mungu na nini? Niko na Mungu. Nitafika. Yes. Amen. By faith I will reach. Na unamngojea Mungu ukifanya kitu, utaona atatenda. Katika jina la Yesu.